Utakuwa tayari kusikia? Ndio. Na utakuwa tayari kuchukua hatua? Ndio. Kufanya ambacho utakuwa umekisikia? Ndio. Mwambie jirani yako usinitikise sasa. Na simu yako iweke silence. Wanamganza, kama unaandika nukuu, maana ninatumia dakika 2 tu hapa. Kama una rekodi tena uandikie nyumbani. Maana nitaenda kaspidi kidogo ili tu nikuonyeshe kwamba tumeweza kufanikiwaje. Halo. Halo. Mimi nataka nikuonyeshe ambavyo tumefanya, niliashika, lakini pia vijana hii meza unayoona waliashika. Funguka pale na utafumbuka akashika, na leo tunamkabidhi gari yetu. Kuna mtu tunakabidhi magari mawili hapa leo. Lakini kama wangekalia tu kusikiliza historia ya Macha, kusikiliza historia ya Simoni, wasingepata matokeo ya namna hiyo. Halo. Kama uko tayari kuunga mkono, nianze. Naangalia mkono kama hivi, mimi narudi kukaa. Nataka upunge mkono nione. Nataka kunukuu kitaingia. Asante ndugu zangu. Sasa nisikilize. Ukiweza andika. Kichwa cha habari: kubali kubadilika ili upate kufanikiwa kweli kweli. Kubali kubadilika ili upate kufanikiwa kweli kweli. Geukia sasa unisaidie kwa kusema kwa nguvu. Wale mnaosoma maandiko, Mithali 6:2 inasema, kwa maneno yako yatakufanya kudhibitishwa. Maneno yako sio yanayosemwa na mwingine, ni yale unayoyasema nani? Wewe. Kupitia wapi? Kinywa chako. Lakini akasema Ayubu 22:20, hapa ndio utajiri kuliko kwenye ajira. Lakini alikuwa anapata mshahara wa milioni 2 kwenye shirika lililokuwa limemwajiri kama daktari. Lakini nilimwambia milioni 2 hii itakuja kubadilika lini ili iitwe milioni 10 kwa mwezi? Akasema hamna, hata sijui. Nasubiria nikistaafu napewa kinua mgongo. Nikamwambia shapukia fursa. Akaelewa. Leo anashukuru Mungu na amekusa maisha ya wengi. Mungu ni mwema. Mimi nataka kusema Eternal imenipa nyumba 3. 2 za milioni 60. Maana yake mke wangu, mimi ya 9. Ya 10 nikaingia, wakanipa nyumba nyingine ya milioni 180. Ipigie makofi Eternal. Hayo nimeyakataa. Hayo ni makofi ya maskini. Kama umekaa hapa tajiri. Tajiri oye. Wote bwana nione matajiri. Tajiri oye. Uwe unamwangalia jirani yako, umekaa na maskini, umekaa na tajiri. Ukiona haitiki unajua umekaa na maskini ama hapo. Asije akakuambukiza. Haya, tajiri oye. Tajiri oye. Tajiri oye. Matajiri oye. Mimi hapa nimekaa na matajiri. Mimi nataka kusema, nisikilize sasa kwa makini. Historia ya mtu haiwezi kabisa kubadilisha maisha yako. Historia ya mtu inakusaidia tu kujua wapi alikuwa, wapi yupo, lakini pia na wewe kuona kwamba kumbe naweza kuwa hapa na kesho nikawa pale. Ni hivyo tu. Kitu ambacho mimi najua kinaweza kubadilisha maisha ya mtu ni kujua kwamba, unaitwa mzee gani? Mama nani baba? Gilbert. Ni kujua mzee Gilbert amewezaje kuvuna majunia 100 ya mpunga kutoka shambani. Nini alifanya akavuna majunia 100 mzee Gilbert? Nikielewa nini amefanya akavuna majunia 100, ninaweza nikafanya kama alivyofanya, nikaongeza na maarifa zaidi, nikavuna zaidi ya yale aliyovuna yeye.
Muuza matikiti alikuwa ananishirikisha, ananionyesha mitumbu yake. Inaelekea kufika mitumbu 10 sasa kwenye ziwa Victoria. Baba, ulikokimbia wewe kuvua samaki, mimi ndo nimeweka mashine zangu. Na mitumbi yake ameiandika Eteno namba 1, Eteno namba 2, Eteno namba 3, Eteno namba 4, Eteno namba 5. Zina mashine zinaingia majini ambapo mimi nilikimbia. Halo, mwanangu anafanya hilo. Muuza matikiti mstaafu kwenye tro. Lakini nimeona nyumba zake 2 ziko kali kweli kweli za kiafisa. Kuyaona haya, kijana wangu mwingine alikuwa ananishirikisha, nikaona nyumba yake Rwamga. Simama kijana wangu. Simama hapo Isaya. Kijana huyu tukiwa Katoro na Mr. Bernard na champion wangu pale Mwanzalima na tajiri mto pale, tulikuwa hivyo. Kijana hao walipokea wakiwa Rwamgasa. Wakafanya kazi kama wiki moja alafu wakatoroka. Sikujua wametorokea wapi. Muulize jirani yako wapo na wanaotoroka shule. Halo. Ghafla akajiuliza, mbona aliyeniwaambia mambo haya mbona anazidi kubadilika? Akarudi. Kwa muda mfupi ambao alirudi kwa hasira, alikuwa ananionyesha mambo makubwa sana hapo. Nyumba yake utafikiri ni waziri anaingia kwenye nyumba yake, nafanya hivi. Matunda haya ametoa wapi? Ninawasimamisha hawa ni vijana ambao hawakuwa hivi kama unavyowaona wakati nakutana nao. Lakini ni jambo moja tu, walielewa nini nifanye ili na mimi nipate ikiwekana zaidi ya macha. Wangapi ungependa mpate pia hao waliosimama? Nyosha mkono. Ukinyosha hivi Mungu anaona unajaribu kwamba bora nibakie kama nilivyo, kama nipate kidogo au nibakie hivi. Lakini mwingine anasema, Mungu ona mkono wangu hapa. Nyosha nikuone vizuri. Mungu atusaidie tuyapate kama tulivyonyosha. Vijana wangu kae. Hicho ndo mimi huwa napenda sana. Nimshirikishe mtu jambo ambalo litamtoa sehemu kwenda sehemu. Eti Mganza, ungependa nikudokeze au niachie hapo? Nataka kusikia sauti.